Ngoja sasa nimerudi ili nimalizie vizuri kufafanua lile somo lililopita kuhusiana na mambo ya Waafrika wa kwanza, jinsi walivyokuwa wanazingatia mambo ya miiko na nini. Haya, sasa basi, hebu turudi mahali pengine ambapo tayari kule nilishadokeza kuhusiana na hawa jamaa wanaitwa Wanefili. Wanefili, ndugu zanguni, ni wale ambao kwenye Biblia wameandikwa kwa ndio wale majitu niliyozungumza. Majitu, yani hao ndo Anunnaki wenyewe. Manake tukisema Anunnaki, Anunnaki makao makuu yao yalikuwa wapi? Anunnaki makao yao makuu yalikuwa kule wanaita sasa hivi ni Iraki na Irani, maeneo yale. Nafikiri sio mbaya ukienda mpaka huku Syria huku mpaka kule Uturuki. Nafikiri ilikuwa ni himaya kubwa sana ile na nini. Sasa wale mabwana ndio hao wanaohusika na uharibifu wote unaoona unaendelea mpaka hivi sasa hivi. Hao, narudia tena, hao wa malaika walioshuka kutoka huko mbinguni, wale walioasi na waliasi utaratibu wa kazi waliopewa wao, wakabadili nani, alafu wakaja huku kuja kufanya fujo, na walivyoona kwamba hawatakuwa tena. Biblia imeeleza vizuri, kuna mahali walikwenda wakakaa wakaweka kiapo. Yule kiongozi wao kiongozi wao anaitwa Anu, ndio kilikotokana na hiyo Anunnaki. Anu akakaa mbele yao akamwambia, jamani, walikuwa nafikiri kitu kama 2000 hivi, wale 2200, okay, lakini milango hiyo, wakakaa mahali kwenye mlima wakaweka kiapo kwamba hili sasa tunakwenda kuasi. Kwa hiyo hili sasa ni jukumu la kubeba sisi wote kwa pamoja hapa. Ndio walivyokubaliana sasa mkataba ule, wakaondoka zao kuja kufanya hayo waliofanya. Kwa hiyo kimsingi ninachotaka kueleza hapa ni kwamba haya maslahi ya maangamizi tunayoona yapo hapa duniani kwa sasa hivi ni chanzo chake ni hawa jamaa wa Anunnaki, ni chanzo cha kutokana na hawa Wanefili ambao walikuja hapa wakafundisha mambo ambayo watu weusi walikuwa hawatakiwi wafundishwe. Narudia tena, walikuja hapa wakaanza kuwafundisha Waafrika, watu weusi, mambo ambayo walitakiwa Waafrika wasifundishwe, kwa sababu Waafrika walikuwa tayari ni binadamu wanaojitambua, na wale jamaa waliyajua yote hayo. Kwa hiyo kisa cha kuja huku sio tu kuwatamani wale watoto wa kike, lakini jingine ilikuwa kwamba wameamua tu kwamba wao wakatengeneze himaya mahali fulani, ili na wao waweze kusujudiwa kama Mungu, yaani ikibidi zaidi ya Mungu. Kwa hiyo wanakuja kwenye viumbe ambao wao wana muunganiko mzuri na Mungu wa kweli, anga mtambuka, the universe, sawa, Mungu wa kweli, ili kuja kuharibia kwamba sisi tumemwaga mboga na tunakuja tunamwaga ugali vile vile. Ndio kilichofanyika hapo. Kwa hiyo hila ikawajenga na kuweza kutekeleza hayo yote ambayo waliweza kutekeleza. Ndio maana leo hii kwa sababu watu walianza kufundishwa namna ya kuunda au kutengeneza silaha na kuweza kufundishwa namna ya mbinu za medani, yani mbinu za kivita, na kutengeneza yale mavazi ya kivita. Huo ndo msiririko uliokuja mpaka leo. Haya, jambo lingine, wakawafundisha vile vile mambo ambayo hawakutakiwa wao wa Afrika, wahenga wetu wa kale, wasifundishwe. Mojawapo ikawa sasa ndio inakuja sasa kwenye ulaji wa vyakula. Ulaji wa nini? Wa vyakula. Yale majitu ilikuwa baada ya kwa nani, moja ya adha walikuwa anafanya, yalikuwa inaanza kukamata tu kaswala wakatafunwa tu kwa mkono tu, amekamatwa kaswala, kwa sababu ilikuwa majitu ya kweli, mishababa, mkono kweli, yanatafuna tu na mangozi na nini yanameza.
hivyo. Kitu kingine, pombe. Yakaanza kufundisha namna ya kutengeneza hii pombe kutokana na matunda na hivi na mambo mengine ya nafaka zilizoko huko msituni. Kwa hiyo na yakawa yanakunywa kwa kiwango kikubwa vile vile, kwa sababu haya mamjamaa yashageuka sasa, yameshakengeuka, yamekuwa ni jitu fulani hatari, kwa sababu tena sio malaika tena. Sasa basi, ndio maana unaweza kuona mpaka leo haya mamjamaa, nataka kukwambia kabisa, bado ile vumbi yake bado ipo. Sasa wale watu wanaojitambua wakikutana na watu wa namna hiyo tu wanajua huyu uzao wa Anunnaki. Akitizama huku na huku, huu uzao wa Anunnaki. Hawajifichi, kwa sababu wale wanaojitambua wanaelewa. Na ndio maana tunasisitiza jamani, swala hapa sio kubwa sana. Wewe rudi tu, jitambue wewe ni nani, asili yako ni wapi. Wewe ni Mwafrika, wewe ndo mwanzilishi, wewe ndo mwenyeji wa dunia hii. Wewe uliwahi kuwakilishwa na wahenga, babu zako enzi hizo, ambao walikuwa ni watu ambao wameunganika vizuri na wanakwenda vizuri. Walikuwa ni rafiki ya Mungu wa kweli, walikuwa ni rafiki wa mazingira, walikuwa ni marafiki wa angamtambuka, na walikuwa ni kipenzi chake kweli kweli. Hakuna mahali walikuwa na shida za kipuzipuzi. Sasa tumeingia na huu mkumbo wa utamaduni wa Anunnaki ambao unajenga hila na uongo na kudanganyana na kuleta undava na kuweza kufanya mambo ya kuumizana kwa kutumia haya masilahi ya maangamizi. Kwa hiyo ubinafsi wa hawa malaika wachache ambao walishuka kutoka huko kwenye masayari mengine, au kwa namna yoyote tutakayoeleza, wametusababishia sisi tufike hapa tulipofika. Lakini je, wamelazimisha? Kwa mfano kizazi chetu tulichonacho sasa hivi kweli haya yote tuliyokumbana nayo miaka yote hii hatujaelewa tu, hatujatia akili kwamba maelezo kama haya mimi nayoeleza ni maelezo ambayo yanakuja kama jambo lingine la kutusaidia sisi, kutuamsha kutoka kwenye usingizi wa hapa wa kifikra. Mnataka watu waongee katika namna gani ili waweze kuelewa, wakati tunakuelezeni nani mbaya wetu? Nyinyi mtamuita Ibilisi vyote mtakavyomwita, hiyo mimi hainisaidii. Kwangu mimi nitakwambia hao ni Anunnaki, hao nitakwambia ni wale malaika walioasi. Mimi sina habari ya Ibilisi, kwa sababu wewe ndio unaweza kumtengeneza kawa Ibilisi. Sasa kwa sababu tunakuna shiriki mambo yake bwana. Sasa unasema eti kuna Ibilisi. Hakuna kuna Ibilisi. Wewe unayeshiriki, wewe ni Ibilisi. Unatembea, unakaa sijui Dodoma, unakaa sijui Accra kule, unakaa sijui Ethiopia kule, unakaa kule South Africa, sijui unakaa Namibia kule, unakaa sijui pale New York, unakaa pale Australia Sydney, unakaa kule Mbabane, unakaa kule unakaa kule Ujerumani, unakaa kule Canada, unakaa kule Brazil. Halafu unakumbatia hii mifumo ya Anunnaki. Wewe sasa unageuka na wewe ni Ibilisi. Na wewe ni nani? Unakuwa na wewe ni Ibilisi. Sasa usimtafute mchawi, jitambue, urudi ulikotoka, urudi kule kwenye maagano yetu tulioagana. Wala hakuna vita, wala hakuna sijui kusema kwamba kutakuwa na tatizo, kwamba sijui kuna adhabu, sijui nini. Hakuna kitu cha namna hiyo. Nishaeleza hili jambo. Rudi, ukisharudi kuanzia pale unakuwa tayari wewe umesharudi kwenye ukamilifu wako. Finish. Wewe sasa unakuwa unahesabika na wewe ni mpaka mafuta. Sasa turudi kwenye Kristo Mwafrika. Kristo Mwafrika aliitwa nani? Aliitwa Muhammad. Muhammad nilieleza maana yake ni neno la Kigiriki. Muhammad maana yake ni sio la Kigiriki actually. Kuna makabila fulani yalikuwa pale juu pale. Haya, Muhammad maana yake ni mpako mafuta. Sasa mpako mafuta, video iliyopita nilieleza habari ya baba lao. Ni wale tunaweza kusema kwa sasa ndio viongozi wa kiroho. Lakini tukirudi sasa katika
mila zetu na desturi sisi wa Afrika, ile original, ile asilia kabisa, wale makuhani wetu ambao walikuwa wanafundisha vile vyuo vikuu, ambao walikuwa na maono, wale walikuwa ni wapakwa mafuta. Kwa hiyo kumekuwa na mtiririko wa wapakwa mafuta katika nyakati mbalimbali mpaka ikafika hiyo ya nyingine ya awamu ya Kristo sasa, Yeshua, Mesaya, Masiha, Yahusha, ndio akaja kuwakilisha Muhammad wengine waliopita. Na kwa sababu kuna kitu kinaitwa incarnation, inawezekana kabisa kwa mimi ninavyoamini kuhusiana na watu kurudi kuzaliwa tena katika mwili, kwamba alisharudi mara kadhaa. Sina mashaka na hilo na lenyewe linaweza likakaa vizuri tu, kwamba alishakuja nyakati kadhaa kwa kazi hiyo aliyoipendekeza yeye mwenyewe kwa hiari, na akarudi tena. Ndio huyo akaitwa Yeshua, Yahusha. Baadaye amegeuziwa kibao, masimulizi yake pamoja na jina lake likageuzwa na hao Warumi ambao wanafuata mifumo ya Anunnaki na kufanya dunia ifahamu kwamba eti Yesu ambaye ni Isus anayetokana kabisa na miungu wale wa Kianunaki, kwa maana ya kwamba Asisu huyo alikuwa katika miungu iliyokuwa inaabudiwa huko maeneo ya Babiloni, maeneo ya huko kunaitwa Iraki na Irani ya sasa, pamoja ukichanganya na Uturuki, kwa maana ya kwamba Wagiriki na wenyewe walikuwa mstari wa mbele katika kuabudu masanamu kwa sababu ya mfumo huo wa Anunnaki, kwa sababu walikuwa ni majirani na wenyewe walipasiwa hiyo tabia, pamoja na Warumi wote kwa pamoja. Na ukaenda hata juu zaidi kule, utaweza kuwakuta wengine ambao walijiingiza katika matatizo kama hayo ya kuanza kuabudu masanamu kwa sababu tu ya huo mfumo wa Anunnaki. Ndio maana unakuta maeneo kama ya India kule, ambako nishakwenda kule, kuna milioni ya dini, kuna mamilioni ya dini. Ule ndio Anunnaki wenyewe unaozungumza. Watu wanakaa kwenye hayo mahekalu, yamejengwa mahekalu, madhehebu yako mamilioni, imani milioni za imani India. Kwa hiyo ni Anunnaki wenyewe ambao Yeshua Masiha, Yeshua nasema tena Masiha, ambaye ndiye huyu naye mzungumza na kumsisitiza, alikuwa mtu mweusi. Na ndio maana nakataa yeyote anayesema ni Mkristo kwa kuendelea kumkumbatia huyu Yesu, au kwa jina la Kiingereza Jesus, ambaye ni mzungu au ana ngozi nyeupe na macho ya bluu na nywele za singa. Hao na wakataa kwamba sio Wakristo, kwa sababu Mkristo halisi ni huyu Mkristo Mwafrika, mtu mweusi anayeitwa Yehusha au Yahusha au Yeshua. Hiyo ndio imekaa namna hiyo. Kwa hiyo hakuna mtu yoyote kuanza kupiga makelele na kulalamika kwamba kuna watu wanataka kuwachafulia dini zao hapa kwa maelezo haya ninayoeleza. Haya ni maelezo yaliyonyoka ambayo yana ukweli ndani yake, na kila yeyote atakayesikia ni maelezo ambayo yatamuingia ndani yake, kwa sababu yana ukweli ndani yake. Na yeyote anayeona kwamba yanakwenda kinyume, basi nilishaeleza. Tuonane, tutafutane, au tuonane kwenye comment huko. Eleza jambo lolote huko nitakujibuni. Haya yote niliyoeleza kwamba ni ukweli ambao una ushahidi. Kwa hiyo ndugu zanguni, hali yenyewe ndio hiyo. Asanteni sana kwa kunisikiliza.